wakuu. So unajua nani tena Uchedes hapa, na ukiona Uchedes akona captain Kapi mwenyewe, najua hapa ni kuchapiana, tumekaa kuchapiana, kunongonezana, kuisababisha tu vesi usababisha, yani 1 2 3. So tukiwa hapa tunataka kuchapiana like life imekuwa na vitu zimeendaenda sana. Kapi? Yes. Kabla tuendelee sana, umekuaje hizi siku zote, miaka zote? Miaka kweli. Tumekawia. Ama tumekawiana, na tumekawia pia, tumeweka wakuu. Mandugu na madada. Yes. Otherwise mimi nimekuwa freshi kabisa pande yako. Si hata nyinyi mnajua nimekuwa fiti. Nimekuwa fiti sana Kapi. Siwezi complain. So kuna kitu yote unaweza taka kusema kabla niruke kwa topics. Unajua mimi mambo yangu stuliangi. Nakupeleka mbio kabla. So sasa hakuna kitu ya kusema, maybe tukimalizia ndio nitakuwa nimegain momentum. Yeah. Sasa nikupeleke pole tukisonga na conversation. Sasa tukichapa mdogo Kapi, lately kuna events nyingi zimefanyika bana kwa hii ni nchi yetu. Na nilisema sipendi politics, ndio sipendi kuongelea politics. Yes. But kuna video nyingine nimeona ya MP wangu bana. So Larry alikuwa ana drive, alafu akaona gari inakam kwa wrong side, akasema tasimama hapa misongi. So venye alisimama hivyo, kumbe gari yenye tuseme aje, alifinya na kuikava isiende wrong side. Kwa bana hiyo gari ilikuwa ya mheshimiwa. Jina ni mheshimiwa lakini matendo hayaheshimiki. Ilikuwa mheshimiwa mwenyewe Orero. So Larry akachukua vida mzuri. So kitu fani ni akichukua vida, hiyo vida driver wa mwesha anasema siwaambie hata mkubwa, uambie Ruto. Sasa kumwambia ambie Ruto, mimi nikaangalia nikafeel hapana. Juu venye MP alichungulia hivi akaangalia akaona okay, huu ni Larry. Si hata huu ni Larry. Yaani hii face yenye iko kwa gari nyingine ni familia. Kana mjua. Ni kama ni MP alikuwa anataka kusema pia kusupport nini driver, kaambie pia kaangalia kuna venye tu sura yake ikachange. So from hiyo story like ilikuwa inaonyesha kuna karakter fulani yenye sisi kama binadamu, yani kuna tu nini fulani yenye si utaka kuplay safe, yenye tumekonga tumefungia mahali, but hatutaki ikue exposed. Niseme aje, juu nakwambia hii juu kuna fan fulani aliniuliza hii swali. Yes. Na saa hii swali nataka niilete from hiyo story. So hii swali ilikuwa hivi. Yes. Nikikumbuka ama nilikuwa nimeziandika. So swali alikuwa niuliza Uchedes, so wapi ndo wewe ucheza safe sana, ama mbona wewe upenda kucheza safe sana na haungetaka wase wajue hiyo area? So ni same thing nataka kuuliza sasa. Ni nini kwa hii life, ama tuseme tu life in general, ni sector gani wewe upenda kucheza safe sana yenye ikiwa exposed kwa wase utafeel anachoma venye alichoma? Uchedes, hiyo ni
a very technical question. Sasa ndo maana tuko hapa, alafu ndo maana nimekualika. So unajua vitu technical ndo mi uzileta kwa board ukiwa around Yes, uzileta vitu ndogo ndogo. Hizo mi najua kutatua. Aha. So unasema playing safe in life. Ni wapi tu unacheza safe sana kwa maisha yenyewe. Si hata wewe. Ama general. Yaani ni nini generally yenye inafanyanga si tunacheza safe sana kwa maisha, but tukiwa ndani tunasema hii ningefanya hivi, but tukiwa nje acha tucheze safe, tusichome. So kuna area ya sije kama nitakuwa nimegeneralize ama nini, but kuna hii area ya relationship be it friendship, be it the romance kind of relationship. Hapo ndo unapatanga watu najaribu kujionyesha like tuko sawa. Nasema hivi based on we kama youth man uko hapo na ukienda kumeet mavijana wale wenye wako pro, so unajua ule jamaa wetu ule mwakwanga jamaa wa relationship nini ule wanyaunyo pap. So ukiwa pale kuna zile stories zenye mna engage. Unasema kijana wa whips. Kijana wa whips. So kuna zile vitu zenye una engage ama conversations zenye mna engage, lakini juu utaki watu wakuone wewe ni kinuthia in one or the other, utakuwa pale unasema uko single nini, but ukirudi kwa nyumba wewe ndio unakaliwa ama wewe ndio ni simp. Kitu ingine social media, unapata tukipata na mavijana huko nje tunasema mimi siwezi simp, lakini pale Instagram ama pale Facebook wewe ndio uko pale, mtu anafikiria unatumia social media lakini uko pale una simp. Na unapata hii ku play safe inakuwa like sahi place yenye tunaelekea, the world tuko in a confused state. Unapata vitu nyingi zinafanyika, watu wana lose their mental status nini, watu wataki kuja ku open up. So kwa relationship mpaka ile siku tu yenye kitu itatokea ama mambo iharibike ndio utakuja useme nimekuwa nikipitia hii na hii, but juu utaki ku lose ule demu hivyo. Haya, kitu ingine hata madem juu utaki kuluzwe chali. Hata utaki kuluzwe chali kitu kama hiyo, unaona. Haya, another place yenye watu wana play safe ni kitu inaitwa debt ama financial literacy. Kuna hii issue ya gambling and so forth, unaona. Utapata boys ako pale amepiga janta yake mzuri, but at the end of the day Saturday inafika kuna futa, unaona. Anafaa kuwekelea jackpot kitu kama hiyo. But ataekelea jackpot ama atabet ile time akiwa peke yake. So that uzuri ni akikula then yeko sawa. Lakini akilose hiyo ndio unapata sasa inamuuma kwa ndani. Itamuuma na itamletea vitu nyingi. So based on financial literacy, I think watu tunajifanya sisi hakuna vile deni itakuweka chini. Unasema mwanaume lazima ajikaze. Lakini ile siku yenye vitu zitakuja fall apart, hapo ndo kumbe utakuwa unagundua huyu msee enyewe hakuwa sawa. Kuna ile kitu nyingine na mkula. Kitu ingine na mi I think hiyo mi hiyo sasa inaniguza sana. Kuna hii kitu inaitwa swag ama kukladi. Kitu kama hiyo, unaona. So by the way mi ni ule msee wa I'm very simple. Me too. Simple. I'm very simple. Guys, I'm simple. So kitu kama fashion and so forth, trendy. mimi hizo haziniingiliangi sana. Me by the I believe in history sana. I believe in the past. In as much as wanasemanga the past should not define you, but kuna zile past zenye zinaweza kuwa zinakuinspire. Maybe wewe umegrow uligrow ukiwa in a simple wanasemanga humble background. Humble background, umelelewa hivyo. So hizi trendy things zenye zinakuja haziwezi, mimi wana feel like haiwezi ni lead ati ni vibe ndio nifurahishe mse.
Naona. Nasema Kitu ingine, mimi ukiniambia ati tukuje to match outfit, ati Uchedes juu tuko na wewe mahali ama kwa group fulani, ati kuja vaa t-shirt ama sijui black with a touch of sijui gold and so forth. nasema hizo haujui. Kwanza kitu ya kwanza utaniambia what is the purpose ya kununua hata hiyo t-shirt. Isikuwe tunanunua tu for formality ama nini ati juu kuvaa. Cause what is the purpose ya mimi kuvaa hiyo, unaona? Hata kwa ma weddings utapata nimeenda nika-attend wedding, lakini nikifika sasa ile point ya kwenda ku dance reception, hiyo ndo ni kitu yenye nachukia. Juu kwanza mse atakuforce uplay it hard, na wewe uko tu pale, maybe your intention was enda kwa wedding, enda to support to your best yako nani kule, but after hiyo reception and so forth, because mi si mtu wa kudance, so aja gani nifike hapo nionyeshane dancing skills zangu, yani unaniforce. But sasa unajua wedding ni shamra vipijo changamka tu. Na sasa kama nimekuwa nikiplay safe, staki hizo mangori nyingi. So it's the same. So I think for me those are the three aspects zenye naweza sema playing safe, but sana financial literacy. Hiyo ndio kitu yenye naweza hata urge ma vijana hapo nje, take it, try to take it as serious as it is. Haya, tukiongelea play safe, Kapia ametuambia, ulisema number 1, usinikumbushe, acha nijifanye vile nilikuwa kusikia. Umesema number 1 kitu inatusumbua sana kaa vijana ni sisi tunajaribu kufurahisha wasee, tuseme pale mitandao, si ndio? Yes. Tunacheza safe sana, but sisi ndio tumejaa kwa inbox za unajua mimi siwezi kalio. Kwanza kuna video yenye tulichapa hapo, mimi na Prophet hapo, tukisema ilikuwa jita ni panganga ya si panganga ni panganga episode ndo sikumbuki ya, tulikuwa tunasema mishene za wanaume zile. So tunajichocha hapa, mi si nini, but kwa inbox na kuchocha. Kwa inbox mimi ndio nasimpia nani unajua mimi ni mwanaume, mimi siwezi, but sichocho ya social media, usichocho ya nini. Usijaribu kutry kuplay safe, kubamba wase, kuwa tu wewe na kuwa wewe, si ndio? Ingine Kapi ukasema umesisitiza sana financial literacy. Wakuu ni fiti sana kujitambua financially, juu enyewe kusema ukweli from vitu umesema nimegundua watu wengi, vijana wengi wanaumia juu ya kutojipanga financially, yani kubamba wasee like okay, mi do yangu inaweza tosha bedsitter, but nafaa kuwa na 1 bill juu nani anafanya, unaona vitu kaa hizo. So try cheza safe, cheza chini tu, cheza ndogo, but tunajua hii maisha unafaa kujibamba na unafaa kulive, kwa sababu hatuna si rehearsal, tuna life ingine ni hii tu. As much as una live large, kumbuka unafaa kulive large ukiwa safe pia pande yako, si ndio? Usi live large ukistruggle, si fiti. Juu as much as una live large pia unafaa kuwa mentally fit, physically fit. Kama mimi kitambi, kama unapenda kitambi kwa physically fit. Kama wewe ni mtu wa 6 pack, ni physically fit pande yako, si ndio? Yani vitu kaa hizo. So kitu yote unafanya we jua, as much as unacheza safe, kuwa safe financially, we kuwa tu safe, jipange na hiyo do yako kidogo na uishi vizuri na hiyo do yako kidogo. Kapi umekuja ukasema story na mapenzi. Mapenzi tushaongelea. Ukakuja ukasema hii ya mwisho ni trends, si ndio? Like vitu zenye tunataka kumove na fashion. Kwanza hiyo hata tunaweza rusha tu kwa financial literacy. Like kitu yote unafanya unasukuma
fashion. So niende ni buy kitu juu ina trend, niende nifanye kitu juu ina trend. Cheza safe. Unaona kuna ile nguo ya mtumba haujuangi ilitolewa lini ama imekuwa for how long. Kana hiyo nguo like nunua vitu zinaweza kuserve kila mahali, si ndio? Kitu kaa hiyo like usifollow trends pia sana, usifanye vitu juu ziko kwa fashion. As much as tunataka kutrend, hata hii pande yetu tunafaa kutrend, si ndio? Lakini trend na vitu kuna watu husema kuna negative publicity, but unajua publicity ni publicity, inaweza kucost vi negative au vi positive. So sichochwe sana pia, sometimes tumia akili ndogo yenye uko nayo ama akili kubwa yenye uko nayo kufanya vitu, si ndio? Yeah. Ndio kapi. Ama kuna kitu kingine nimechocha yenye si hiyo. Hapana. So kwa hiyo point impulse buying, hiyo tunaweza sema impulse buying. Wewe furahia tu, kama wewe ni mse wa kaki yako 200, hakuna mse mwenye atajua. Wewe as long as as long as you are presentable. Sasa mimi sijui pia mimi niseme part yenye mimi upenda kucheza safe sana, yenye sitakangi watu wajue, na watu wakijua naweza nichomea sana. Niseme nisiseme? Akapia hajasema niseme, so si tunaachia hapo. But mimi upenda kucheza safe sana, kwa sipendi kujiingiza kwa ngori. Sijui mbona, but ni kitu nakaanga chini najiuliza sometimes, ni risk tu. Yeah, maybe inaweza kuwa risky to some extent, but inaweza niokolea pia kwa extent fulani. But unakaa chini unajiuliza repercussions za hizi vitu zitakuwaje, unaona? After hizi vitu mbili ujiangalia unasema sipendi sana sipendi kukosea wase, na sipendi kujiingiza kwa ngori. Alafu kuna kitu kingine, nimekuwa yes man sana, na nafaa kukata kuwa yes man. But hiyo ute sijui tokea mahali fulani sawa, tuende nalo. Sasa itabidi nimeacha. So tukiongeongea hivyo kapi. Tukiwa tu hapo, kuna swali lingine niliulizwa tena na fan. Na nitaisoma mbele ya watu. Nadhani hata nikaa nishaijibu. Ufana aliniuliza, Uchedes ni nini, yani ni nini yenye una nini nisemeje, ni nini yenye unapenda about yourself, yenye ukijaribu unapenda about yourself yenye unawari wase wakijua inaweza tumika kama weakness yako. So tukiwa tu kwa hizi vitu tunaongea, si ndio? Swali tu ni simple kapi, like ni nini yenye isa ni personal nini yenye wewe unapenda, yenye una feel mostly inaweza tumika ka weakness pande yako, as much as watu wanaiona ka strength. Inaweza tumika ka weakness pande yako. Loyalty. I'm that loyal man, Pause. Wakuyo ni ukweli. Very loyal. Hata nimwambie kapi usikam, sijui nini, wachana na mimi kabisa. Uchedes tunafaa kushoot. Uchedes tulipanga hii. Very loyal. Yeah, kwa vitu nyingi. So most of the time unapata niko loyal. Na hii loyalty I think nilijiengage sana into leadership when nikiwa from 2013 from 2012. Actually hiyo ndio ilikuwa time yenye niliingianga leadership. So ukapata like kuna zile times zenye sasa mkienda campaign in as much as hata kama wewe uta lose kiti yako, but hawa watu wengine waingie. So mi nilikuwa that kind of person. So unapata in leadership unasema unakampainia wase sana mpaka unasahau kujikampainia. Yani mimi naweza lose lakini nyingi yenu tu. Yeah.
So loyalty ni kitu poa, but sometimes unapata msi anachukua advantage of that loyalty. So loyalty can be a strength from your side. Utaachieve a lot of things, utajiepusha na vitu nyingi, but at the same time kuna wale wenye sasa wata gain from your back, unaona. Na saa zingine unajaribu kubuild something, unaambia wasee twende hivi, but hawataki kuweka maanani because wewe uko na vision yako. Unasahau pia au wako hapo juu ya vitu zao pia, Bas, kitu kama hiyo. So with time msee anaenda ana gain, akisha gain then iko hivyo. Kitu ingine I think being unique in one or the other, and being, wanasemanga empathy. Empathetic. So una feel about others, yenye saa zingine una lose about yourself. Unaona. Another thing I think ni hizo vitu mbili ndio hapo kwa loyalty sitakata. Naona ni kama hizo vitu mbili sana. Unasema wewe ni very loyal, hiyo nayo ni ukweli. Alafu I believe myself. Empathetic. Kuna post nyingine niliona, nani alisema ni nani? Niliona social media imeandikwa unaweza kuwa too sorry for other people mpaka unajipata kwa the same state. Juu ya nini? Unataka kusaidia kila mse, unasahau pia unafaa kuwa unajisaidia. So as much as uko empathetic but kucheza safe. But kuna kitu I think from May this year nilikuja kulearn. Kuna statement fulani don't unasema aje, ilikuwa inasema don't penye nimesahau, but tukimalizia nitakuwa nimeikumbuka. Acha nikukumbushe, don't kumbuka. don't keep others warm that you forget about yourself. Naona nimefanya umekumbuka. Yani usiweke wase into that extent yenye au wana benefit sana mpaka ile design unasahau about yourself. So kitu ya kwanza, always treat yourself. But hii kitu ya treat yourself first, I think ina work too kwa the other gender. Because kama mwanaume unajua tunasaidiana, juu siwezi kuja hata ni kuombe maybe kitu mbele ya mtu wako. Unaona, obviously nitakuita mahali hata kama ni kwa restaurant, tutaenda tusote hizo maneno zote, unaona. Si hakuna haja nikuaibishe mbele ya wase wengine. Kitu fani inakuanga ati ukishaniomba nakwambia acha nikafikirie. Narudi pale kwenye nyumba pale, tunaenda kutatua maneno, tunafikiria pamoja. Yaani nani ameniomba lakini unaona aje. Sasa hiyo ndio weakness yetu I think. So kuna kitu umeguzia kwanza, itafanya ni divert kwa swali tuliuliza kwanza. Thinking, putting yourself first. Mi kuna philosophy, ni philosophy kweli ama tu niseme tu ni statement nimekuwa nikitembea nayo for long. Acha nisi explain kwanza, but acha niseme. Hii husema think others before you. Kwa kitu yote unafanya, think others before you. Na ndakuonyesha mbona ukifikiria wase wengine hautataka kujiumiza. In this sense, na kufikiria, si ndio? So siwezi nikikuweka mbele, siwezi taka kukuumiza. Umeelewa? Na the more siwezi taka kuumiza, the more mimi ndakuwa niko sawa pande yangu. Napeana example ya mzazi huweka mtoi wake mbele kwanza, si ndio? Yes. Kwa kuweka mtoi wake mbele, kitu ya kwanza ni
haizitaka kuumiza umtoi. Na kitu ya pili ni haizifanya kitu kujistrain ndio abambe umtoi. Juu anajua akistrain hata kuwa position fiti ya kuokolea umtoi in the near future ama kitu kama hiyo, si ndio? Tuseme so aizijiingiza kwa loans nyingi akijua umtoi in the next 10 years ananihitaji bado nimweke safe. Unaona? So ni hiyo ndo maana mimi husema nafaa kufikiria wase kwanza. Juu ya kitu moja, nikifikiria msee nafaa kujikeep safe ndo niweze hata kumuokolea baadaye. Unaona? The more pia una put others before you, decision making zako zitakuwa sober, kwa sababu hautakuwa una feel nafaa kuumiza mtu to some extent. So hiyo philosophy ndio ni philosophy ama ni saying, but nimetembea na for the longest. Me feel decision yote na make ni for the better of this person na me too. You get it? So hiyo story ya kujieka mbele sana, unajua unasahau wingi wase wengine. So mimi sitambui kujieka mbele. Acha niweke nani mbele ndio itanifanya nifikirie. But nikiweka mse mbele, but si mbele kwa ngori ya vita. Unajua ukiweka mtu mbele kwa vita ni hivyo tu, yendo ameenda. Yendo anaenda kwa si frontline kwa okay, I hope umeelewa. So tulikuwa tunaongelea swali niliuliza, na hiyo swali nilikuwa nimeulizwa na lose nini thought process yangu. Nilikuwa nimeulizwa mbona tu, hebu acha nirudi kwa hiyo swali nilikuwa nimeziandika. Nini ambao tunapenda sana that nini yenye tunapenda sana that tunawari tukishikilia sana tutaumiza hao wase wengine kwa kitu yote tunafanya, si ndio? Na kuna examples umezitoa na umejieleza zaidi sana. Kitu ya kwanza umesema ni uko empathetic sana, yani as much as ni unaipenda ni weakness yako to some extent, si ndio? Mimi pia naweza jaribu kusema kitu napenda sana na naona inaweza tumika vibaya pande yangu, na trust wase haraka. Sijui mbona but ni kitu nimekuwa nayo for the longest. Like napenda kupea mse that benefit of doubt. As much as wase wamekuwa kikuongelea vibaya ama unaona first impression yako, yes. As much as inaweza ni tell kitu mbaya au mzuri, ndakupea that benefit of doubt. Juu ya nini? Mi hujua si kila siku ni the best day in office. So na pia si kila mtu ni shetani. Like kuna part za mse zenye ni malaika na kuna part za mse zenye ziko dark. So unafaa kuwa na zigauge zote mbili. So mi pia sitambuangi first impression sana, sijui mbona. So na trust wase haraka yenye hii hufanya na nini, na si kukujudge but hii hufanya na najaribu kutafuta maneno mazuri si za kuharibu wase. Hii hufanya the more na kutrust the more naumia, juu unaweza take advantage yangu virahisi. Unaona? Kila kitu naweza kuwa nataka kufanya vifiti ama ikuokolee, but wewe maybe unaichukulia to your advantage. Unaona? So na feel inakuanga ngori kubwa pande yangu. Like iko mbaya, inaniumiza. Imefanya kimeniramba. But unajua unaweza trust msee lakini unaweka risk.
risk management. Okay, una trust tu msee, yes, lakini unampatia benefit of doubt. Unaona? Na wanasemanga ule jama mwenye anaeka risk ama ana practice risk management ni the most powerful person. Ukistika ushaisomanga the 48 laws of power. Sijaisomanga, nimeisikiza audio. Sijai buy but nimesikiza audiobook. So hizo laws at least was na guide mse kwa hii life. Like kuna fulani inasemanga una trust mabeshte, but huyo beshte ndio unamtuma kama spy. Unaona? So it doesn't matter. Na pia ile kutrust mse ama kuwa na ile first impression nini, I believe tukirudi back to the roots unapata ni ile pia vile ulireiziwa. Unaona? Unapata wewe ulireiziwa na wazazi wenye walikuwa na trust tu wase haya watu kama shosho zetu. Unapata mse hata angekuja anok ama ile time yenye unarudi umeenda kumvisit unarudi maybe Nairobi. Sasa hizo ameng'ang'ana anataka kukupatia gunia kuku sijui nini unaona, but unamwambia mimi usinipatie, but that's the only blessing yenye so uta grow ukijua giving is just part of life as long as umse akwe sorted kwa sawa. So I think okay, inaweza kuwa weakness at some point, but pia tuna practice ama tunaendeleza ile generation yetu, because tebu acha nikuulize kama ungekuwa umereiziwa contrary to the opinion, msage kwa na kuitisha do unasema huyu anataka kulipa. Huyu ni mkora huyu. Huyu ni mkora unaona. But inafika point fulani nasema hata kiniitisha do maybe 1000 akose kurudisha. Sawa. Because Mungu bado ataleta ujakato wa mikono 1000 ujakato wa mikono kitu kama hiyo, because hizi ni wanaume hatashikiana grudge ati juu 200 bob imekosa hiyo. Wewe ase msikuje kuniombaomba doa ati mimi ndakushikia grudge nikapia amesema so kitu kama hiyo. So umesema italingana vile na view inaweza kuwa weakness pande yangu na ni strength pia pande yangu. Yeah, as in kitu yenye unafanya you just play your part, be human. Mtu asiye kufanya you feel guilty in this life. Unaona, tuanzie hata relationships. Mtu amekubondea asubuhi, wewe focus, as a man just focus. Unasema usibondewe ubonde. Okay, kama sijakukosea, me I just focus. But boundary ni kitu ya maana. Use me but don't abuse me. Mimi naye naweza sema tu usichukulie advantage ya usichukulie kindness yangu kuwa weakness baba. Mama, like don't take advantage of me. I'm very kind. Sorry. Sijui kana kuanga kind. Anyway, but kitu yote nafanya usichukulie ka weakness yangu. Utake advantage yake. Takuramba juu nikiamua pia kukata nakata sana. So kapi. Unajua hii kitu tunaenda the more tunaishoot hivi tunaishoot juu inafaa kuwekwa mtandaoni, si ndio? Yes. Na kila kitu siku hizi ni mtandao. Mtandao ni social media platforms zote, si ndio? So nina swali tu kwa hii mtandao kwanza, juu pia niliulizwa na nafaa kuuliza alafu tukate hii story. So swali ni hii Kapi. Unakuanga na weakness ile pande ya mtandao? Kunakuanga tu na weakness fulani uko nao pande ya mtandao? Nyingi sana. Number 1. Nitapin tu na ile mambo ya loyalty. Mimi kama kuna kitu yenyewe inanipatia stress, loyal followers ama wale wenye na engage nao. Mimi ule mse mwenye
content yangu nataka ikuwe authentic. Sitaki kuwa ule mtu wa kupeleka siasa nini rumors. You by this hii wasee wanasukuma kidogo unasikia DCI yako hapo false stuff. Umepost false thing and so forth. So social media unapata saa hii wasee wana trend na rumors ama clout kama hiyo, but mimi nataka ni build ile culture. I'm loyal. Saa hii nikikufollow Uchedes, me expect you also you follow me because I'm interested with your content. Content yako iko sawa. Utafanya watu waseme ni wa follow na mimi. Mbona uko interested? Mimi siko interested na content. Mbona nikufollow? But once I'm your fan base, I think you should also inaitwa nini? Ni reciprocate. Wewe umeweka pro ina changa. Rudisha ile energy. Cause Uchedes okay, wewe unasema uko interested, but do you know ukiangalia vile Americans kama pale X formerly Twitter, unapata hawase wanasaidiana. Mse ataandika article, then pale hakuna likes nyingi, ni engagements. How do you feel about my article and so forth? Lakini kuja huku Kenya kila mtu anataka kila mtu kisonga, hatuna time likes au interested na content ya mtu. Aya, kitu kingine I think wanachukua so much time in following someone's content. Mimi ni ule mse mwenye nikipata ini content yako una post about comedy, then nipate umeenda politics, hiyo vibe inapotea. Haitakuwa as much as tunafaa kuonyeshana consistency. Kuna kitu mimi nafaa kuonyesha kama mini content creator, si ndio? Nafaa kuwa authentic. Nafaa ni kitu umesema na niko ndani juu ya kitu moja, si hata kitu moja, majority of things. Majority ya content creators wamesahau kazi iliwaleta hapo ama kitu iliwainua hadi pale, na wameingilia vitu zingine zenye hazikuwaeka hadi hapo. Unaona? Inafanya mpaka mafans wengi wanachanganikiwa to follow huyu ama is it that person mwenye tulikuwa tumefollow ama ni mtu mwingine different. So unaona hiyo shift gears. Nisukume hii nitoke, hii nisukume hii nyingine nitoke hii, unakuja unajisahau. Okay, na mbona una shift gears kama uje engage fans? Unaona? How attached are you to your fans? Unaona ile design ya politicians wanaendanga hizi rallies. Wanaenda kwa rallies juu mse atasikia kuna ule mwanasiasa ameenda na akachemsha ground. Unaona? Juu politics is all about ground mobilizing. Unaona? So hata sisi kwa social media we mbona unataka tu kuchange content na mimi hujaniambia kama fan? Acha nikupe mistari. Aya, mimi before nipatie mistari, mimi kama fan okay, saa hizo sina influence kwako, but naweza enda nitafute ama ni rally 1000 people, niende niwaambie hii content ya Uchedes, lakini sijasema content ya Uchedes ni mbaya. Sema tu. Sema tu. Hii content ya Uchedes iko hivi, si to shift. So utaona views zinaanza ku drop because huko ni satisfy. So I might have the power hata mimi niende niambie au mafans wengine tusifuate Uchedes. Kai ndio kiburi ya maselebu na ni advice nini? Na wewe unasikia, acha nikwambie na maneno za Calligraph Jones the Ochi. Unani advice nini na wewe ni fan? Ndio kwa in other words ndio kwa fan. Uliona kuna kitu niko nawe yenye ungependa kuifuata na wewe au
si ndio? So tulia we, baki pande yako, kuwa fan. Tusumbuane huku juu. Unaweza nisaidia venye naweza change vitu. Lakini vitu mimi napanga wacha. Kama umeamua kusupport Projo, iko fiti sana. Ukitaka nifanye kitu unataka, toa do. Support the project. Same thing tena nitumie Wadzanyashinski. Ati asemanga aje, mna sijui nini juu ya nini, siungejimeka. Ni kama mnajaribu kumwambia venye anafaa kuwa na make it, si ndio? Na misindo tumekuweka hapo juu. Si ungejimeka. Uwe na hizo advice zako, si ujieke tu huko juu. Unaelewa? Juu naongea, si ati naongea kwa ubaya, but nasema hivyo juu kumekuwa na struggles nyingi. Ndio ufike level yenye huko, ama ndio Uchede afike mahali yako sahihi. Kuna struggles amepitia, si ndio? Kuna maybe unamuadvise kwa kitu alifanyanga back then na ikamchachia. Umeelewa? Ndo maana ako step. So unaweza kuwa unaionea hapa, yeye aliona huko. Mostly wasanii wengi wanachambua vitu kabla wafanye. Unaelewa? Alafu pia kuna kila msanii ako na intention yake. Natetea wasanii sana, tulikuwa tunaongelea social media. So kitu yote yenye msanii afikiria kupost, anajua ni kwa nini anaipost, si ndio? Kitu kingine yenye I think tumesahau. Unajua saa hii kuna hizo technological what? Hizo zenye zinakuja, kuna AI kitu kama hiyo. Sasa kuna wasee wenye wanawachukia sana. Wale wasee wenye wana lock profile. Ushaipatana nao? Mtu lock profile, lock DM. Sasa Cause mimi sasa time yenye na follow brand yako, by the way venye wanafanyanga kama pale X. Nikisha follow mtu naingia pale DM yake. Engagement, nimeanza engagement. Nimekutumia message hapo DM. Tuanze kuongea ndo nijue kama uko very active. Juu saa hii pia mambo ni mengi. Unaona? Vitu ni machache kaza. Vitu ni machache. So hii kulock DM ama profile, sijui your view kwa aje, cause me patanga like it's very irrelevant. So because what's the need of you being there na DM yako you're unreachable, na si ati umeanza kutengeneza do. Okay, unajua ina depend. Kama ni brand, hapo nitajua yenyewe Uchedes unapiga shughuli fulani. So hapo ni either utoboke do ama ukae kando. Cause pale kwa DM hapo ndio sasa tuna monetize content and so forth. So sijui we side yako. Mimi si uongo. Okay, sipendi watu wamejificha. Okay, uko na private life, si ndio? Na ile ni social media platform. Social media bus. So mbona umejiingiza kwa social media platform na maisha yako ni private? Umeelewa? So hiyo tu ndio swali tunafaa kuwa tunajiuliza. Kuna kitu umesema, nikaangalia nikasema okay, wewe ni msanii, wewe ni public figure, si ndio? Mbona ujilock? Like wewe ni public figure, unahitaji hizi engagement ndo ikusaidie pia kujirank na kujua yenyewe nasema kwa ground napendwa kweli, napendwa kweli. Unaelewa? From hizi engagement na response za wase utajua ni wapi utaguza. Umeelewa? So na feel kufunga profile kama tu hutaki kuingia social media usiingie. Kitu kingine unajua nabambika sana kitu YouTube ilifanya. Kitambo unajua watu walikuwa wanaficha subscribers. Siku hizi subscribers tunaona tu na inakumotivate sasa juu unaangalia hivi unasema views zangu ziko hivi na subscribers. Ukweli hao mafans niko nao, are they genuine? Unaelewa? Juu
kitambo watu walikuwa walia kuna subscribers wananunuliwa na vitu kama hizo, but sahii unaangalia okay kama sahii naweza command watu so 5 kuona vida yangu na niko na subscribers tao. Acha nianze kujiuliza wengine wenye walipenda hii content yangu mbona hawaoni? Unaona? So nijue venye nda grow. So hizo kulock profile, kulock comments, kulock hizo vitu zote si fiti kama wewe ni msanii ama wewe ni public figure juu itakuokolea sana. But kama umezoea kuishi maisha private, then si usiingie huku. Juu sisi tunataka kuwa social kwa hizo medias. Ndo maana tunasema social media. So Vini una kitu kingine kuongeza kwanza kabla nianze kupiga nduru? Hapana, I think nimetumia brain yangu to the fullest. Bado hujaielewa. Yeah, but kwa social media pia my weakness is replying. Naona msee akisha comment tu hapo within 12 hours I always reply back, but watu wa reply back cause I feel like kama una time ya ku reply, by the way you can generate a source of income kwa watu wengi. Kuna watu wenye wameshika wanaweza kuwa PA wako, unawalipa tu pesa hapo, ama uko na account yenye iko umekuwa ukisema unataka kuandika about hii content but uko consistent enough, naweza patia msee. Kuna watu wenye wanafanya academic writing na sasa hivi yenye uko kumekaza, wewe andika ma social media managers. Umesikia kitu kapia amesema? Yeah. Another form ama another way ya kukuambia hauna job, kuna venye utachanuliwa upate job, si ndio? Vitu simple hivi. Alafu kwanza Kapi, shukran sana. Acha tu niambie wase hii kitu. Kuna njia nyingi za kupata do. Unaona? Kuna courses pia nyingi zenye unaweza chapa online zinaweza kukuokolea kupata do ndogo. Kama hiyo social media management, unaweza tafuta courses za VA, kizungu yako ndogo, graphic design. Chapa tu hizi vitu zikulete do. Like sahi kuna vitu unaweza jenga na nini na simu tu. Like unaweza edit photos na simu. Ambia tu mseni aje unachapanga photos, mimi naweza kuwa na editor wako, pata ka kitu, si ndio? Ama unaomba mtu simu, unapiga watu simu pale tao, una edit photo na unapata do. Unaweza fanya vitu nyingi sana. Unaweza kuwa graphic designer. Soma tu online courses, very short courses, na zitakuokolea. Asante Kapi kwa kuleta hiki kitu juu. Inbox imejaa ni aje Uchede. Naweza nitafutia kazi. Hata wewe urespond pale kwa inbox. Mimi na si uongo, huwa si respond. Kwanza hata kuna nini nyingine imetumwa. Okay. Penye niko active sana ni YouTube juu ya engagement baba. YouTube ukitupa comment haipitangi wiki, sikia. Haipitangi wiki ndakuwa nimereply. Hiyo ndakuwa nimejaribu sana. But huku kwingine unajua mimi weakness yangu ni nikiingia social media ni kupost na kupotea. Uko consistent. Na postingi once pia si sana, unaona? Si kuna wale ma viewers pale, si wapatie kazi. Msijali, Kapi amesema tafanya venye Kapi amesema, au sio? So bora atume CV. CV gani? Wewe comment ndaona uko active. Unajua CV siku hizi kuna nini? Kuna wale watu wa AI University. Wamechambua kila kitu AI na kwa ground hawafanyi kazi. So chapa tu tunaweza fikiria kama tunaweza ongeza watu, si ndio? So Kapi, any parting shot. Any parting shot tukimalizia hii mambo yetu, like tukimalizia hii episode ya leo. Kitu yenye unafanya, just do it with passion and let us focus on community
engagement. Isikuwe tu ni engagement tu social media. Ile siku yenye utataka kumonetize kitu, sasa mafollowers wako hatawezi kuwa the first people to support you. Number 3, kwa hii age ya social media, things are moving so fast, na pia ni poa ku move na the technology. Kitu kama AI, let us adapt to it. Msea sikuchoche ati AI inakuja kumaliza majobs nyingi. AI iko, kuna majobs zinakuja kama data, inaitwa nini, data mining, tu kama hiyo. It's all about your skills. So use social media to gain skills and to network with people. Apart from that, let us keep supporting Uchedes, and tuna move vizuri. Uchedes amekuwa consistent but not consistent hapo, but yeye pia umekuwa guided leo, si ndio? Umekuwa guided. Kama kuna shida unaweza andika mse hapo job akuja manage social media yako na kusaidia. Nisikia vika pia na watafutia kazi. Yes, otherwise it was a pleasure. Kapi pia mimi nashukuru sana waku. Tumelearn vitu nyingi. Thanks sana kwa watu walituma hizo maswali, like zimenipea topic ya kudiscuss na Kapi. You get my point, Brand ina grow. Shukran sana kwa hawa. Sena kaa uko na swali nyingine yenye unge feel unaipitianga peke yako na ungetaka pia si tu nini, unaweza comment pale, ama kwa hii video ukiogopa comment, fika tu inbox ya social media platform yote, IG Uchedes, Facebook Uchedes, ama Uchedes page, ama da Uchedes page. Hizo comment zote ndapitia, alafu niangalie. Tunasahau TikTok Uchedes. Najua hiyo maneno. Unajua kuna wenye maybe wamelock profile na wataki, na wewe pia unawachukia ama uwapendi. So unaweza wapatia email address. I think huko ndio unaweza tuma sasa kitu fani ni ukiingia IG kuna kila kitu. Kuna details zote, hadi email nimeweka pale IG. Tukienda ni IG na YouTube pia ukiangalia profile yangu nimeweka pale email. Unaweza tuma hiyo swali yenye unataka kuuliza na ndacheza kama mimi tunaweza discuss, mtatupea topics za kudiscuss nyingi na Kapi. Na tutachapa kazi sahi tumeamua kuchanuana sana. Unaona tumeamua kuongelea story ya pesa nini na venye mnaweza jenga pesa pale online. Usiogope sana, cheza kaa wewe. Alafu tukimaliza conversation zetu leo, hope zimewabamba. Hope at least tumeguza mahali yenye si mlima sana, but imetingisha kitu, si ndio? Kama unabambika sana na hizi vitu, unaweza zidi kusupport Uchedes kwa kushare hii video. Yaani hiyo tu ndio kitu naomba. Share hii video kwa wase wengine pale, wapate pia kugain knowledge yenye pia umegain, si ndio? Nini ingine pia ungetaka kusupport zaidi, andika email, tutajua vile tutafanya, si ndio? Alafu pia umegundua tumekuwa on and off kwa tuchapiane ndio juu ya 1 2 3 4. Nyizi dini tu kusupport, tuna come na tutazidi kukam. Kapi? Yes. Shukran sana kwa kuja leo. Episodes zingine zina come leo, ni kama tafanyia watu episodes ka 50 kabla hii mwaka iishe. Kuja toke kuangusha mbogi. Ushasema na ni hivyo. Sikapi tunaweza enda kukunywa kopo la chai. Hapana, tukafute kopo la maji. Ni kopo la maji. Tone la maji. Tone ni ndogo. Tone ni ton. Wewe cameraman. Ukata kitu tuende tukunywe kopo la maji. Ama kubovu ya uji.